Leo tunaangazia jambo zito sana, jambo ambalo linatugusa wengi katika sehemu zetu za kazi. Tunaingia ndani ya kazi ya Daktari Vince Molinaro kuchambua moja ya changamoto kubwa inayozikabili taasisi nyingi, mgogoro wa uwajibikaji katika uongozo. Hebu fikiria hivi. Daktari Molinaro anasema kila kiongozi anatengeneza wimbi la tabia, la viwango, la utendaji. Na hili wimbi linaenea kwenye timu nzima na hata shirika lote. Swali la msingi ni, wimbi unalotengeneza wewe ni la aina gani? Ni zuri au baya? Na hili swali, unajua, si hisia tu, ni uhalisia kwa watu wengi sana duniani. Ni swali ambalo nina uhakika wengi wetu tumewahi kujiuliza tukiwa kazini, tukiangalia mazingira yanayotuzunguka na kujiuliza, kwa nini iwe hivi? Okay, na haya si maneno matupu. Takwimu zenyewe zinaongea. Utafiti wa Daktari Molinaro unaonyesha kitu cha kushangaza. Wakati 72% ya makampuni wanasema uwajibikaji ni suala la kipaumbele, ni 31% tu ndio wanaoridhika na viongozi wao. Yaani, kuna pengo kubwa sana kati ya kile tunachosema ni muhimu na kile tunachokifanya. Na pengo hili lina gharama. Sasa, tukizungumzia gharama, tunamaanisha nini hasa? Sio tu mazingira kazi kuwa ya kununa, hapana. Athari yake ni kubwa zaidi na inagusa mpaka uhai wa kampuni yenyewe. Gharama kubwa kabisa, ile ya mwisho, ni hii: mipango mizuri inabaki kwenye makaratasi. Wakati viongozi hawaonyeshi mfano wa uwajibikaji, ule ukawaida unaenea na mwisho wa siku mkakati mzima wa kampuni unakwama. Hii ndiyo sababu kubwa ya makampuni mengi kushindwa. Hebu tuone pande mbili za shilingi hapa. Upande mmoja una hali ya ukawaida, yani watu hawajihusishi, viwango viko chini na mikakati inafeli. Upande mwingine una wimbi la uwajibikaji. Hapa kuna umiliki, viwango vya juu na mafanikio. Tofauti ni kama usiku na mchana. Na hapa ndipo Daktari Molinaro anapiga msumari kwenye kichwa. Anasema hivi: haiwezekani kutengeneza kitu kikubwa na cha maana kwa kutegemea viwango vya kawaida. Ukawaida ndiye adui namba moja wa mafanikio ya kweli. Okay, sasa tumeliona tatizo. Je, suluhisho ni nini? Hapa ndipo Daktari Molinaro anakuja na kitu anachokiita mkataba wa uongozi, mfumo maalum wa kuziba hili pengo la uwajibikaji. Na kabla hatujaenda mbali, ni muhimu kuelewa hili. Uwajibikaji sio kutafutana mchawi, hapana. Ni kubadili kabisa mtazamo. Ni ile hali ya kusema, hili ni jukumu langu, mafanikio ya timu yangu, ya kampuni yangu, yanaanzia na mimi. Basi, huu mkataba una masharti makuu 4 na sio ya kujadiliwa. Kwanza kabisa, uongozi ni uamuzi. Pili, ni wajibu. 3, ni kazi ngumu kweli kweli. Na 4, uongozi ni jumuiya. Haya mambo 4 ndiyo yanayomtenganisha meneja wa bahati mbaya na kiongozi wa kweli mwenye dhamira. Unajua, kwa kufanya hivi anabadilisha kabisa maana ya uongozi. Sio tena cheo unachopewa, bali ni ahadi unayoifanya wewe mwenyewe kwa dhati kabisa ya kuishi kwa kufuata haya masharti. Sawa, mpaka hapo naamini tunaelewana. Lakini sasa swali ni, unaanzaje kulitekeleza hili? Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia zaidi, kwa sababu hili sio jambo la mtu mmoja pekee. Ili mabadiliko ya kweli yatokee, lazima kuwe na nguvu mbili zinazofanya kazi pamoja. Kwanza ni wewe kama mtu binafsi. Lazima uamue kuishi huu mkataba. Lakini hiyo peke yake haitoshi. Pili, ni shirika zima. Lazima lijenge mifumo na utamaduni unaodai na kusaidia huu uwajibikaji. Okay, tukifanya haya yote, tunataka kufika wapi? Lengo hasa ni nini? Ni kuondokana na zile tamaduni za hovyo ambazo, tuseme ukweli, wengi wetu tumezipitia na kuzizoea. Hebu fikiria, badala ya kuwa na watu wasiojali kama mizimu tu ofisini, unapata watu walio committed. Badala ya kumtegemea mtu mmoja tu, yule shujaa ambaye akiondoka kila kitu kinasimama, unapata kila mtu anajiona ni sehemu ya suluhisho. Na badala ya ushindani na beef, unapata ushirikiano wa kweli. Hii ndiyo jumuiya ya viongozi tunaoizungumzia. Na hii inaturudisha kwenye wazo letu la msingi kabisa. Lile wimbi, unapoonyesha uwajibikaji, unaanzisha minyuko. Unaambukiza wengine, wewe unakuwa ndiye kiwango na unaweka standard kwa kila mtu anayekuzunguka. Kwa hiyo,
Mwisho wa uchambuzi wetu wa leo, swali la kujiuliza ni hili: nani la kwako binafsi? Pale unapoingia kazini kila siku, wewe unaleta wimbi la aina gani? Ni wimbi la ukawaida, la mradi siku ziende, au ni wimbi la uwajibikaji wa kweli unaoleta mabadiliko? Tafakari.